Naam, watu wengi wanatamani kukufahamu kwa majina, na wewe ni kiongozi wa namna gani, una cheo gani hapa Tanzania? Kwa majina naitwa Mr. Kadungule. Lakini ni kiongozi wa chama hiki. Nadhani unaona hivi nilivyovaa vinajitambulisha. Siwezi kutaja kwamba ni kiongozi wa chama gani. Au nikifanya hivi mtu anajua maana yake nini. Yeah, ni kiongozi kanda ya Afrika Mashariki na Kati na duniani kwa ujumla. Yes. Vipi kuhusu pete? Hii pete ina maana kubwa. Nadhani ndio maana ukuta nimevaa. Lakini siwezi kukuelezea wewe, lakini kwa mwanachama yote ambaye atakuwa ameingia nitampa maana ya hii pete maana yake nini. Yes, hivi ni vyeo. Yeah, na haya ni mavazi maalum. Huwezi kumuona mtu amevaa kitu, mtu yeyote. Haya ni mavazi maalum kama unavyoona. Yes, vina maana yetu. Hizi ni mavazi yetu maalum. Yes. Na hizi saini tunaona saini mbalimbali. Hizi ni nembo zetu za chama. Ndio maana ukuta kwenye pete, kwenye saa, kwenye hizi zote hizi ni nembo zetu za chama. Kwa nini unapenda kuvaa sana miwani? Nikipenda roho. Kutokana na maisha yangu huwezi kujua ni kamera hii, huwezi kujua ni kamera, huwezi kujua ni nini, ni ulinzi, huwezi kujua. Yes. Lakini taarifa ya mwisho nilipewa, ulikuwa nchini Australia na uliweza kuruhusu interview iweze kuendelea. Sikuwa Australia, nilikuwa US, nilikuwa Amerika na nimerudi siku 2-3 hizi. Huwa nakwenda kwa mara kwa ajili ya majukumu mbalimbali ya chama. Yes. Majukumu mbalimbali ya chama. Kuna mengi yanaongeleka mitandaoni kuhusu chama. Na hatujaamini kama kipo Tanzania. Unaweza ukawaambia Watanzania sasa kama chama kipo rasmi Tanzania? Chama kipo siku nyingi, sio kwamba hakikuwepo tangu mwanzo. Chama kipo. Sema tu kwamba sio vitu ambavyo viko wazi sana kwamba kila mtu anajua kwamba nitapateje. Wananchi wengi wanapenda sana kuingia katika chama chetu. Sema wanashindwa kukutana na mtu sahihi. Wengi wanakuja kwangu wakilalamika kwamba tulikutana na watu hawakuwa sahihi. Tunaomba tuingie katika chama. Wengi sana ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kuna taarifa ya moja kati ya members fans wanahusishwa kuwepo katika chama chenu. Unataka kuniambia wasanii na viongozi wengine baadhi, unataka kuniambia ni moja kati walokuwepo ndani ya chama? Kutokana na siri za chama huwezi kumtaja majina mtu mmoja, lakini kwa kifupi wasanii wapo, wachungaji wapo, wafanya biashara na watu wengine. Lakini kutokana na siri za mmoja huwezi kumtaja mtu kwamba mtu fulani yuko kwenye chama. Hapana, sio vizuri. Ni siri ya mtu mmoja. Ndio. Yes. Mara nyingi tunasikia kwamba ukitaka kujiunga lazima utoe kiasi fulani, ufikishe uwezo fulani, umtoe mama, amna tofauti ya kinga nyingine zaidi ya kumtoa ndugu yako. Kwa nini ni ndugu yako? Ngoja ni tafsiri hilo. Gharama kujiunga zipo. Kwa sababu sisi hatutoi kafara ya binadamu katika kujiunga na chama. Kwa zipo gharama ambazo tutagharamia, kama ni gharama za kununua ng'ombe au kondoo, lakini ni mwiko kutoa kafara ya binadamu. Ni mwiko. Sasa kama unatafuta hela, afu pesa hizo zinaangamiza familia, zinakuwa zina faida yoyote. Hata mimi nisingeweza kukubali kuingia katika chama hicho. Kafara ya binadamu haipo, kuna kafara ya wanyama. Mwanachama yote ambaye anaingia katika chama, zipo gharama. Yes. Siwezi kusema ni kiasi gani, lakini zipo. Lakini hapo kwenye mnyama wanasema pale unapochinja mnyama unaona kama kuna picha fulani inaonekana, aidha mama yako au yule mtu ambaye ulomkusudia kutoa kafara. Hii iko vipi katika mnyama na uhusiano kati ya baina huyo na mtu? Mimi ni kiongozi, ninachokizungumza hapa ni cha ukweli. Hizo ni propaganda za watu wa mtaani kwamba unapochinja mnyama kumbe unachinja ndugu yako. Sio kweli. Ukiambiwa ni mnyama, sio ndugu. Nimekueleza kabisa. Hatufanyi sacrifice ya binadamu. No. Tunafanya kafara ya wanyama kama inategemeana na nyota ya mtu. Kama ni mbuzi, kondoo au ng'ombe utaambiwa, au ngamia utaambiwa. Yes. Kwa hiyo inategemeana na nyota ya mtu. Inategemeana na nyota ya mtu ndio inakupa kwamba wewe kafara yako itakuwa ni ng'ombe. Wewe kafara yako ni kondoo. Yeah. Kama mtu labda na mke wake, kuna masharti mengine, hutakiwi kulala na mke wako, hutakiwi kuoa,
tumeona watu wengi sana wakizungumzia hili mtandaoni kwamba utaki kuoa, sijui unalala chini au utaki kunyoa. Kwa upande wa kwenu uko vipi? Ni taarifa za ukweli? Fedha ina mambo mengi. Wenzetu wanasema maji ukiyavulia nguo lazima yaoge. Kwa siwezi kueleza sana dhidi ya hayo ulioniuliza kwa sababu ukiingia utatambua. Utatambua kwamba kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Siwezi kuweka nyewe waandishi wa habari shanguna ni hoji hapo umekuja nyumbani kwangu na ni hoji. Kesho unashangaa vinaonekana mtandaoni. Wao siwezi kuweka wazi haya. Hata kidogo. Hapana. Unaogopa na hizi? Hapana, ni siri za chama, lakini ambacho naweza kuweka wazi moja kwa moja ni kwamba hatutoi kafara ya binadamu. Lakini la pili, gharama zipo kujiunga. Hakuna mafanikio yasiyo na gharama. Mafanikio yoyote yana gharama. Ingekuwa ni bure kama mtu mwingine anaweza kufikiri, kila mtu angekuwa tajiri, singekuta kuna watu wanahangaika mtaani. Ni siri gani ambayo lazima kuna utata utajiri? Okay. Cha kwanza kabisa chama kinalinda siri ya mwanachama anayeingia. Sio kwamba uweke wazi siri za mwanachama aliyeingia kwamba utajiri wake yule ameingia Freemason. Ni wananchi wenyewe huwa wanawahisi kwamba huyu mtu mbona amepata utajiri wa haraka au ameingia katika chama chao, kwa sababu wengi wanajua kwamba chama cha Freemason ni chama chenye nguvu, inatawala dunia, ni chama chenye fedha nyingi. Wewe ukiona mtu amenunua mabasi 200 ana magodown zio manini na manini, anajua tayari pa kwenye chama. Watu wanahisi hivyo. Yes, lakini huwezi kumuuliza. Utamfuataje mtu kama bwana umeingia kwenye Freemason? Na hakuna utajiri wa makundi kwamba nyewe mko marafiki 3 4 eti wote mtatajiri. Atakaye toka ni mmoja atakaye kuwa nyota yake imekubalika na ameweza kukutana na kiongozi sahihi Mr. Kadungule. Basi unaweza kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine na ukabadilisha maisha yako. Yes. Okay, kwa hiyo mtu sio kila mtu anaokuja basi atakubaliwa kwamba lazima aingie kwenye chama. Lazima muangalie nyota yake. Mtu anatuma maombi, labda unaweza ukaambiwa tuma majina yako, tuma picha yako, tuma taarifa zako. Unaangaliwa, inawezekana au isiwezekane. Sio kwamba kila mtu anayetuma maombi anakubalika, hapana. Kwa kinachoangaliwa ni nyota. Kinachoangaliwa ni nyota. Najua kuna swali moja watu wengi sana wanalisubiri. Naomba tulidokeze kabla kuendelea kwenye interview zaidi. Masharti ya kujiunga kwenye chama, lakini je, ni mtu gani sahihi ukiona una vitu hivi, lelezo hivi, wewe unakuwa ni moja kwa moja bila kutuma picha wala kutuma jina kwa namna ambavyo mmekakuleti na mmeona? Okay. Cha kwanza kabisa mtu anayetuma maombi lazima awe ni mtu anayejishughulisha na kazi fulani. Mtu yoyote lazima awe na mtu anayejishughulisha na kazi fulani yoyote. Sio kwamba mtu huna hata 100 huko mtaani una kazi yoyote unaomba kuingia kwenye chama. Ni kitu ambacho impossible, haiwezekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani kwamba eti mtu hana hata pa kushinda, hana chochote tunaomba kuingia kwenye chama. Basi utaambia bwana utoe labda $100 au $100, $200 kwa ajili ya kulipia ng'ombe, kwa ajili ya kulipia kondoo. Utatoa wapi? Huna hata kianzio. Ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa lazima uwe na kianzio chote, una biashara tunajishughulisha. Hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili ni kwamba uwe ni mtu utakapokuwa umeingia katika chama, uwe ni mtu wa kuwasaidia wasiojiweza. Okay. Usitumie mali ambayo tutakupa au tutampa mwanachama kunyenyesea wengine ambao hawana mali. Okay. Nadhani unaona mtandaoni watu wanatoa kashfa kwamba nyinyi tafuteni hela, sio hamtafuti, acheni kufanya. Na sisi tunasema kwamba fanya kazi. Kama unavyoona mitandaoni, siwezi kuzungumza ni kina nani, lakini mimi huwa sipendi sana kuchukuliwa kwamba naenda kutoa msaada lazima nijirekodi. Naenda kutoa msaada mahali lazima niite waandishi wa habari, hapana. Lakini msaada anaotoa ni mkubwa sana. Wao wenyewe ndio wananijua kwamba huyu mtu Kadungule anatoa msaada vituo vya watoto yatima, kwa wagonjwa wasiojiweza na watu wengine wenye uhitaji. Yes. Jendela masharti mengine nilikuwa natamani kujua sasa. Mtu anatamani sasa kujiunga, kuzungumza na wewe mwenyewe au weza kuna mtu fulani anabidi azungumze na wewe kupata kujiunga. Okay, moja kwa moja na waeleza mwenye uhitaji yeyote. Cha kwanza kabisa epuke matapeli. Apige simu direct, apige simu video call wanione. Na kama yuko karibu jambo linaweza likawezekana kokote uliko, ukiwa Kongo, ukiwa Zambia, ukiwa Botswana, ukiwa Marekani, inawezekana. Lakini kama uko nchi za karibu unaweza kunifikia tukakutana na tukamaliza. Ndio, wanachama wapya lazima kuna fomu hii maalum ya chama ambayo inajazwa taarifa zake kwa mwanachama mpya. Ndio. Lakini pia hapo kuna certificate, akishakuwa mwanachama kuna certificate hapa kama unavyoiona
Hii ni certificate ambayo anakabidhiwa mwanachama, lakini hapa kuna kitabu ambacho ni cha mwongozo wa awali kwa mwanachama mpya. Ndio maana ukuta kila kitu kina G kama unavyoona pet. Yes, vina gharama pia. Siwezi kukorozeshea. Hapo nje unaona hizi zimejazwa. Ni hawa vijana wengi unakuta wamekaa hapo foleni hapo nje. Na yes. Za moto sio hapa. Yes. Kama nilivyokujuza kwamba kuna wanachama wapya ambao wamekuja na watakwenda kukabidhiwa. Hizi pesa bwana, nasikia ukigusa unaungua. Hapana, sio kweli. Ni uongo. Ni uongo. Kumbe hata huko zipo. Ni uongo. Bwana, kama umeshaanza kunitamanisha. Hii ni mali ambayo nakabidhiwa vijana ambao wamewakuta hapo nje. Bwana, milioni 400 mtu anaenda kushika mkononi, zingine zinaingia benki. Nimekupa ni mfano. Kwa hiyo anaweza kupewa bilioni 5, bilioni ngapi? Huo ni mfano nimekupa. Yes. Yaani huo ni mfano. Ni mfano. Yaani nilijua inapungua kumbe inaongezeka. Siwezi kukuelezea mimi. Yeye mwanachama anayeingia ndio anayejua kwamba anakabidhiwa kiasi gani. Haya masuala ni siri. Yes. Ndio. Mr. Kadungulu wamekuelewa watazamaji mwanzo mpaka mwisho. Sasa watajie namba ambayo watahitaji kupata huduma hii, kujiunga na chama hii. Okay, natamka ni kwamba ni jumlisha 255 769 24 93 19. Hiyo inapatikana kawaida na WhatsApp. Narudia tena, ni jumlisha 255 769 24 93 19. Yes. Na naomba nikuulize swali la kuzushi sasa. Yes. Ikiwa kama mtu ana kazi lakini amepata na ugonjwa muda mrefu, anataka kujiunga, anaweza akapata tiba akiingia ndani ya chama chako? Sisi kwetu hatuamini katika magonjwa. Kwenu? Hatuamini katika magonjwa. Unapoingia katika chama kuna ulinzi, kuna security katika chama. Yes. Okay. Kwa sababu mgonjwa akirudi amepona. Yes. Shukrani sana. Asante sana. Utapewa fungu hapo. Huwezi kuingia lazima mpate chochote bwana. Utapewa, nawaambia vijana wapo milioni 13 sio mchezo. Watakupa pata milioni 2-3 hivi. Ni namba zangu za simu kwa mtu yote mwenye nia ya kutaka kuingia katika chama. Ni namba zangu za simu nazitaja kwa mdomo ili kuepuka matapeli. Ni jumlisha 255 769 24 93 19. Narudia, ni jumlisha 255 769 24 93 19. Yes, hiyo ndo namba yangu, inapatikana WhatsApp. Kwa mtu yote aliyoko Tanzania na nje ya Tanzania anaweza kanipata katika namba hizo. Yes.